Bwana, ni nani atakaye kaa katika hema yako? Haleluya. Ni nani atakayefanya maskani yako katika kilima chako kitakatifu? Ni nani atakaa katika maskani ya utakatifu? Ni mtu atendaye ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemayo kweli kwa moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anauliza, ni nani atakaa katika hema ya Bwana? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima cha utakatifu? Ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu yule ambaye ametengeneza moyo wake, ambaye anasema ukweli, ambaye amefumulia uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna watu ambao wananitumia message wanasema, pastor, leo unacheza Prince Indah. Sio Prince Indah, nacheza message. Wakati wowote ambao unasikia wimbo, usisikia, sikiza message ambao mtu anaimba. Maana si zote ni wimbo nzuri, lakini kuna wimbo ambao wewe mwenyewe ukisikia inafurahisha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahisha moyo wako kushinda kila kitu. Hakuna mtu ambao atakupatia furaha, hata watoto wako, hata mama ama baba aliyekuzaa hawezi kupatia furaha ya moyo wako. Bora usikose Mwenyezi Mungu, fuatilia sheria zake. Maana Biblia inatuambia hapa, ni nani atakaa katika hiyo milima cha utakatifu? Ni nani? Ukienda verse 2 Zaburi 15 1-2 inatuambia, asemayo kweli kwa moyo wake. Ili yule mtu ambaye anasema ukweli katika moyo wake, kuliko yule mtu ambaye anajificha, anaita mwokofu lakini vitu zingine anafanya kwa gizani chini ya meza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msitiwe na hofu yoyote, msikae na shaka, msikae na wasiwasi. Tumikia Mungu na roho yako na ufurahi siku zote. Bali usiangalie kenye watu wanafanya. Usifuatilie maisha ya watu. Fuatilia ni Mungu anataka nini. Jiulize kwanza, Mungu anataka nini? Hii kitu ambacho ninafanya, Mungu anataka nifanye ama nafanya tu? Bwana Yesu asifiwe. Mubariki.